Apologetics is a compilation, is a combination of two words, apo and logia. Apo and logia. A-P-O and L-O-G-I-A. Apologia. Apo and logia. Apo means from. Apo means from. So that is a Greek word. That is a Greek word. Apo means from, and logia means logic or reason. So from reason. From reason. That is what apologetics mean in the original language. It means from reason or from logic. So apologetics in general now, it means is defending faith. It's the defense of the Christian faith. It's the defense of the Christian faith. Is to defend the Christian faith by using all the available tools that we will discuss later, but part of the tools is you using reason and logic to defend the faith. Why is it possible to do that? Not all the beliefs and religions that are in the world can be defended. It's possible to defend Christianity because Christianity isn't just spiritual. Christianity is also reasonable, and it is also historical. So Christianity is historical, it is reasonable, and it is also spiritual. There are some of the religions in the world that are just spiritual. They claim things that they never happened historically. So if we decide now to try to find proofs to prove the claims of those religions, majority of them cannot be proved. But Christianity is different because Christianity, though it is spiritual, it is also historical and it is reasonable. What do I mean by Christianity being historical? For instance, if we claim that Jesus Christ came, the Word became flesh, is it just a spiritual claim? It is historical, isn't it? 2,000 years ago, a man called Jesus Christ walked in the flesh here on earth like you and me. You don't need to be born again to prove that. You just need to be able to read. If you can read and you can interact with historical records, then you will find that man. Whether you think he's God or is not God, whether you think he's a prophet or is not a prophet, you can call him whatever name you want to call him, but history will prove to you, regardless of your religious beliefs, that Jesus Christ is a historical being. He existed, he lived here on earth. So, there are scholars, just historians of the time, who were not even believers. There's this guy called Josephus. Have you heard of Josephus? Josephus wrote a book called Antiquities of the Jews, one of the many books that he wrote. He wasn't even a believer of Jesus. He was just a Jew who recorded things that happened. Thank you. He was just a Jew who recorded things that happened in history. So now, Josephus recorded also the life of Jesus, the things that Jesus did, and the fact that Jesus existed as a historical, as a Jew, as a person. So history is one of the proofs. Christianity can be proved because Christianity is historical. When we say Jesus resurrected, he rose from the dead, that is not just a spiritual claim, it is also a historical fact that can be proved that it is true Jesus rose from the dead. So Christianity is logical, it is reasonable, and it is also spiritual. So that is why we can defend Christianity. So apologetics is a deliberate and a conscious and rational defense of what Christians claim to be truth about God. It is a what? A deliberate, a conscious, and a rational defense of what we Christians claim to be true about God. When we say that God exists, it is not just a claim. It's something that can be proved. It's something that we can use logic and reasoning to defend that claim. Now, apologetics is important because what the enemies of Christianity do, what the enemies of the church do, is simply
try, they attempt to replace faith with doubts. They replace faith with doubts. I'm an attorney, I'm a lawyer. One of the things we do in court, you know, for a person to be found guilty in criminal cases, kesi za jinai, ili mtu aweze kukutwa na hatia, standard ya proof, yani ushahidi unaotakiwa ni ushahidi ambao hauachi shaka yoyote, beyond reasonable doubt. Kwa kukiwa kuna doubt, hata kama ni moja, kukiwa kuna doubt ambayo ni reasonable, huyo mtu ataachiwa huru hata kama ni kweli ana makosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni bora, principle inasema ni bora kuwaachia watu 1000 wenye hatia kuliko kumfunga mtu mmoja ambaye hana hatia. Sasa tunahakikishaje kwamba mtu mmoja ambaye hana hatia hafungwi? Tunahakikisha kwamba kabla hukumu haijatoka, ushahidi wa kumfunga huyu mtu ni ushahidi ambao hauna shaka yoyote. Sasa kazi ya kuthibitisha makosa ya mtu, hiyo ni kazi ambayo inafanywa na mawakili wa serikali. Wamemkamata mtu labda ameiba ng'ombe au ameiba gari, wao ndo ni kazi yao kuthibitisha bila kuacha chembe ya shaka kwamba huyu mtu kweli aliiba. Sasa kazi yangu mimi kama ninamtetea yule mtu, kazi yangu ni nini? Kazi yangu ni nyepesi, kwa sababu kazi yangu mimi ni kuonyesha tu loopholes zilipo, doubts, reasonable doubts. Inawezekana hata sijui kabisa, ukiniambia nithibitishe kesi ya huyo mtu siwezi kuithibitisha. Lakini what I do is to show you kwamba there is a reasonable doubt here, there is a reasonable doubt here. Ni kweli huyu mtu aliiba gari usiku. Wewe unasema wewe ni shahidi, ulimuona. Ulivyokuwa unamuona ulimuonaje? Kulikuwa kuna giza, kulikuwa kuna mwanga gani hapo mlipokuwa? Anasema okay, kwa kuna mwanga wa mwezi. Hivi kukiwa na mwanga wa mwezi kweli usiku, unaweza ukamuona mtu sura yake ukaitambua? For what I'm doing mimi naleta reasonable doubts. Naleta reasonable doubts. Unasema wewe ulikuwa walivyokuja hapo waliwapiga risasi ukaangukia kwenye mtaro. Halafu ukamuona huyu mtu kwamba ndio yeye aliyokuwepo sehemu ya hao walioiba. Ndio. Hivi mtu akiwa amepigwa risasi, anatoka damu, anaugulia maumivu, ameanguka kwenye mtaro, unaweza ukaona sura ya mtu kweli ambaye yuko umbali wa mita 100 ukaikumbuka, ukaifahamu vizuri. So what I'm doing ni kuleta I'm raising doubts kwenye kile ambacho kimesema. Sasa maadui wa kanisa pia na wa Ukristo wanachofanya, they attempt to replace faith with doubts. Sio necessarily kwamba watataka wakwambie wewe umwache Yesu, lakini watataka uanze kudoubt kwamba unachokiamini je ni kweli? Haya mambo ya Ukristo haya mambo ya there times nahubiri mahali namaliza, alafu vijana kama nyie kuna kipindi nahubiri mahali namaliza, alafu vijana nyie Gen Z, you are built different. So ananivuta pembeni ananiambia hivi, sasa pastor, hebu achana mambo ya kuhubiri. Hapa tuwe serious sasa. Sasa tuongee vitu serious hapa sasa. Hivi kweli haya mambo uliyosema haya ni kweli? Ni kweli haya mambo? Tuwe serious sasa hivi. Sasa huyu mtu unafikiri kinachomsumbua ni nini? Doubts. Tomaso amekaa na Yesu amefufuka. Lakini kilichokuwa kinamfanya ameshindwa ku make the next step, make the next move ni doubts. Kwa maadui wa kanisa wanachokitafuta ni ku replace faith with doubts. Sasa apologetics is a weapon that will help you to fight doubts. It will help you to strengthen your faith and the faith of the people around you, kwa sababu it is going to equip you to be able kukabiliana na doubts, kukabiliana. So you don't have to know what you believe. You have to know why you believe it. You just don't know. In the generation that you are living in, you and me are living in now, we don't have the luxury of just knowing the what. We have to know the why. Why do we believe what we believe? Because your why will be tested.
Life will test you. What you believe will be tested. Zamani ilikuwa tukiwauliza wazazi maswali, wazazi wetu sasa huko wakati tumeanza zamani you just had to believe in Jesus and that is enough. Wala usingekutana na mtu anayekuchallenge kuhusu kwamba Yesu alikuwepo kweli, was he a historical person au ni imani tu. Kama Mungu yupo, kwa nini kuna changamoto nyingi sana hapa duniani? Kwa nini kuna vita huko zinaendelea? Kwa nini watoto wanakufa njaa huko Somalia? Kama Mungu yupo, je, ana nguvu kweli? Ni Mungu mwenye nguvu za kutatua changamoto, mbona hajazitatua? Kama Mungu yupo kweli, au kama ana nguvu basi je, anajali? Kama anajali, kwa nini hajatatua changamoto? Those are doubts. Hizo ni doubts ambazo unazipewa. Sasa zamani haya maswali hayakuwepo. Ndio maana wazazi wetu ilikuwa hata mtoto akianza kukua akaanza kuuliza maswali, kuna vitu ukiuliza unaambiwa we mambo ambayo Mungu ameyafunua ni kwa ajili yetu. Mambo ambayo Mungu hajafunua ni mambo ya siri ya Mungu. Kwa upasi kuuliza hayo maswali ya hivyo. Sasa kuna wakati tulikuwa tunaambiwa hivyo kwa sababu tu unayemuuliza yeye hana majibu. Sio kwa sababu majibu hayapo, ila kwa sababu yeye anakupiga marufuku usiulize maswali. Sasa kwenye dunia tunayoishi sasa hivi, hiyo luxury haipo tena. You have to know the why behind the what. You have to know the why behind the what. So ukijua unachokiamini na kwa nini unakiamini, itakusaidia wewe na itamsaidia mkosoaji mwingine kujua ukweli wa imani ya Kikristo. Kujua ukweli wa imani ya Kikristo. Sio lazima aamini, inawezekana asiamini hata baada ya kujua. Lakini at least atakuwa amejua kwamba Christianity is a historical belief, it is also logical and it is spiritual as well. Now, why apologetics? Why apologetics? I'll give you a few reasons. One, we need apologetics because apologetics is an evangelism tool. Hebu sema an evangelism tool. Yeah, not everyone will be saved by a hellfire sermon. Sio kila mtu ataokoka baada ya kumtishia kuhusu jehanamu. Kuna watu wataokoka baada ya kuelewa. Inabidi umjengee hoja, aelewe the historical side of Christianity, aelewe the logical side, aelewe the spiritual side. Rafiki yangu mmoja wakati tuko chuo alikutana na jamaa mmoja mzungu, tulikuwa tunakaa naye pale hall 4 pale, mimi nimesoma Judaism. Akamwambia kuhusu jehanamu ya moto, jinsi ambavyo wasipotubu wataenda kuungua, kuna moto mkali. Yule mzungu akasema, kwanza mimi napenda moto, yani sipendi baridi. Kwa kama jehanamu ni sehemu yenye joto itanifaa kwenda. Lakini cha pili, heaven is perfect. Yani mbinguni is perfect. Mimi I don't like perfect things. At least in hell I'll have some room for improvement. I can improve things. I can think, I can imagine, I can create because there is room for improvement. Sasa mtu kama huyu huwezi kumtishia tu kuhusu jehanamu. Kwa sababu hiyo kwa kutishia hakutaweka. Inabidi we engage another gear. You have to get to his level of reasoning, and use logical reasoning from the biblical perspective to be able to reach this person. So apologetics will help you to reach aina ya watu ambao you are going to meet. Na history inatuonyesha kwamba apologetics imefanya kazi kubwa sana kwenye evangelism throughout ages. Just a recent example that you know. How many of you have heard of Charles Kirk? Charles Kirk, Turning Point USA. He was shot last year around June, I think. Now Charles Kirk, if you don't know him, unaweza ukaenda kumtafuta kuanzia leo. Lakini Charles was just a 31-year-old, ambaye akiwa na miaka 18 baada ya kumaliza high school, Mungu alisema naye hakwenda chuo. Alishauriwa actually na mentor wake, hakwenda chuo, akaanzisha Turning Point USA. Turning Point USA ilikuwa inafanya nini? Wakati yuko high school alikutana na kitu kinaitwa liberal bias. Yaani textbooks alizokuwa anasoma, professors wake walikuwa wanakuja darasani, wote they were liberal. Walikuwa wana encourage watu kuwa lousy, to turn away from the biblical principles, kugeukia tu maisha ambayo hayana Mungu at the center. Kwa baada ya kuona hiyo liberal bias, akawa prompted moyoni mwake kwamba kizazi kinachofuata cha Wamarekani, hasa cha vijana na young people kama ninyi,
kitakuwa hatarini kama hawa ndio watu wanaowafundisha on a daily basis. Kwa akasikia hiyo urgency kwamba I don't even have time to go to the university, let me start Turning Point USA. Kwa akaanza kusoma na kujielewesha kuhusu principles za kimungu, kuhusu principles za neno la Mungu, halafu akaanza kufanya kazi ya kuelimisha watu vyuoni, kufanya crusades, kufanya hizo public dialogues. You must have seen his videos on TikTok, Instagram. Ana engage in conversations. Alikuwa anakuuliza maswali. Kama you don't believe in God, he will ask you why you don't believe in God. Halafu ukimpa sababu yako, he will come to that level and he will challenge you there. He will challenge you there. Now, fast forward 13 years later. 13 years later, that was last year, when he was shot dead. They killed him because they could not defeat him in arguments. Waliona he single-handedly analeta uamsho Marekani. So whoever did that, they did it because they saw how effective he was. Sasa kwa mujibu wa tafiti, baada ya Charles Kirk kufa mwaka jana, baada ya kuuawa, mauzo ya Biblia Marekani kwa mwezi wa Septemba hadi mwezi wa Septemba mwaka jana, mauzo ya Biblia yaliongezeka kwa 36%. 36%. I want to show you the power of apologetics in evangelism. Ripoti pia zinasema kuna watu baada ya Charles Kirk kufa wameenda kanisani kwa mara ya kwanza tangu wamezaliwa, hawajawahi kwenda kanisani. Wengine walikuwa wameshawahi kwenda kanisani lakini hawajawahi kwenda kanisani kwa miaka 10, lakini they went to church for the first time. They went to church for the first time. Chombo kimoja cha habari kiliripoti kwamba mwaka huu sasa, mwezi March, waliripoti kwamba Charles Kirk is spreading in America faster than anyone seems to realize. Why? In 20 states za Marekani, kwenye states kama 20 zimependekezwa sheria mpya zaidi ya 60 ambazo zote zina incorporate Charles Kirk ideology, ambayo ni ideology ya neno la Mungu. Kwa states zinabadilisha sheria zao baada ya kifo cha Charles Kirk 1 year later, they are changing their laws kuweza kuaccommodate Christian beliefs. The impact of a 31-year-old apologist who knew the reason behind Christianity, who knew the historicity of Christianity and the spiritual side of Christianity. His impact is eminent. You cannot deny his impact 1 year even after his death. Kimsingi Charles Kirk amekuwa na impact baada ya kufa zaidi kuliko hata alivyokuwa akiwa hai. Kwa nini? Kwa sababu ideas zake ndo zimeenda zaidi. Kwenye hizo sheria ambazo ziko proposed, kuna ambazo tayari zimeshapitishwa. Kwa mfano kwenye state ya Kansas, sasa hivi kuna sheria inayoruhusu mwanafunzi kuweza kukishtaki chuo pale ambapo kitazuia haki yake ya kujieleza. Sasa unajua, ilikuwa ukiongea kuhusu Yesu, ukaongea kuhusu nini, ulikuwa unakuwa unazuiwa kwa sababu ulikuwa unaonekana unaingilia uhuru wa watu wengine, unaleta sui nini. Lakini sasa hivi ukizuiwa kusema your ideas, you can sue the university. In Tennessee sheria imebadilishwa. Teachers and professors now are forced by law to include the positive impact of religion in American history courses. Kwa kama unasoma historia kwenye hii state ya Tennessee, kwenye part of the things utakavyosoma utasoma impact ya Christianity Marekani, kitu ambacho hakikuwepo. Lakini hizo ndio vitu ambavyo Charles Kirk alikuwa anavipambania kwa logic, kwa apologetics. Halafu he has found so much success. Wamebadilisha pia mojawapo ya vitu ambavyo vitafundishwa as part of the principles of success. Ni hiki hapa. Children will be taught that marrying before having children is one of the keys to success. Who was preaching this principle? Charles Kirk. Get married, then have children. The biblical way, the Christian way. Sasa hivi imeingia. Sasa kuna huyu senator mmoja anaitwa Rick Edmonds. Rick Edmonds anasema, in the last 20 years, I cannot think of anyone that had the type of impact on our students, our campuses, and in our cities as Charles Kirk. In the last 20 years of America's history, no one has had the impact that Charles Kirk has had on America by using what? Apologetics, by using
apologetics. So Christianity is spiritual, but is also historical and reasonable. It is logical. It is logical. So apologetics will help us to be able to use this tool for evangelizing, for reaching other people, Na nakumbuka kipindi niko advance, nilikuwa naishi na roommate mmoja ambaye alikuwa mamake ameokoka, yeye hakuwa ameokoka, ila alikuwa anajua Biblia. Alikuwa anasoma Biblia sana yule jamaa yangu. Kwa alikuwa na Biblia yake imechakaa hivi. Kila mara, sasa mimi nilikuwa mwenyekiti wa Kasfeta by that time. Lakini alikuwa anajua vitu kuliko mimi kwa kipindi kile kwenye Biblia, na alikuwa haviamini. Kwa kila mara nilikuwa akianza kuniuliza swali, najiuliza kwamba hili swali linaelekea wapi. Na naanza kuwa nervous. Kwa mfano siku moja akaniambia, does God know everything? Nikamwambia yes. Akaniambia, so when he created us, he knew that somehow we will not obey him and we will end up in hell. Okay, wakati najaribu kujiuliza kwamba okay, nisijibuje hapa, akaniambia, why did God create us so he can burn us? So I did not have answers at the time, lakini huyo ni mtu ambaye hayo maswali yake unafikiri ni maswali ambayo sio ya msingi. Maswali ya msingi, si ndio? Unafikiri nikimjibu kwa usahihi huyu ataacha kumwamini Mungu? There's a chance kwamba anaweza hata akaokoka, au hata kama ataokoka basi atajua kwamba kuna majibu. But I did not have answers at the time, and even one of the reasons why I've done so much theology after finishing my bachelor is because I wanted to have answers for me and for others also. Kwa sababu majibu yapo, we just need to find them, we just need to get to know them, and the apologetics is there to help us to be able to answer such questions, Kwa kuna level ya ufahamu ambayo apologetics inaweza ikatusaidia na ikaweza kujibu maswali. Kuna mtu mmoja alikuwa anaongea, atheist mmoja alikuwa anaongea tu kwenye vyombo vya habari, anamshambulia mtumishi wa Mungu mmoja kwamba alikuwa ametoka kufundisha kuhusu neno la maarifa, the word of wisdom, the word of knowledge, na jinsi ambavyo Mungu anaweza akakuambia kuhusu hali ya mtu mwingine anayopitia. Huyo jamaa huyo atheist akasema ni utapeli tu, hamna kitu kama hicho. Kama huyo mtu anachosema ni kweli, basi mwambieni aje kwenye kipindi na mimi, kwenye TV show na mimi, aje approve kwamba the word of knowledge is real and it is biblical and it is true. Yule mtu akamwomba Mungu amsaidie namna ya kuweza kumuelezea huyu atheist kwenye kile kipindi aweze kumuelewa. Halafu hadi anaenda kabisa, ile asubuhi alikuwa hana jibu lolote. Ila amefika pale kwenye kipindi, yule jamaa amemwambia okay, now is your time now to prove that the word of knowledge is true. Just pale tu Roho Mtakatifu akamwambia muulize yule mtu swali. Akamwambia, hayo maumivu hapo kwenye bega lako la kushoto hayo, una mpango wa kufanyaje nayo? What are you going to do about that pain on your left shoulder? Pale jamaa akasahau kwamba wako kwenye kipindi na walitakiwa wao wanabishana. Akamwambia, how do you know? Please help me. Pray for me. Sasa that is how powerful apologetics can be. Kuna watu wakikutana na nguvu ya Mungu, wakakutana na majibu ya maswali walionayo, unakuwa umeteka away their defense, then they are left open now for you to talk to them about Jesus. Apologetics is important. The second reason, because the most prominent spirit in these end times that we live in is the spirit of deception. That is the spirit of Antichrist. Yaani kama kuna roho ambayo iko prominent sasa hivi kuliko roho yoyote hapa duniani. Unafikiri kwa nini kuna manabii wa uongo wengi sana? Kila mahali. Na shida ni kwamba sio kwamba wanahubiri uongo 100%. Wanahubiri kweli 80%. Alafu 20 wanachanganya poison hapo. Wanachanganya poison. Mtu mmoja alisema discernment sio kutofautisha kati ya ukweli na uongo. Kutofautisha ukweli na uongo ni rahisi sana.
Discernment ni kuweza kutofautisha ukweli na uongo unaokaribiana sana na ukweli. That is what discernment is, and that is what you need in these end times. Kwa nini? Kwa sababu the prominent spirit is the spirit of deception. Hao ndio watu ambao wana nguvu sana kwenye social media, ndio watu wana nguvu sana kwenye vyombo vya habari, ndio watu wana nguvu sana hata huko mitaani. Kwa nini? Kwa sababu wako kwenye season yao, season ya udanganyifu. Kabla ya mdanganyifu mwenyewe Antichrist hajaja, amewatanguliza saizi mawakala wake. So one of the things that will show you kwamba tunaishi kwenye nyakati za mwisho is the number of deceivers, the number of people ambao hawatumii kwa halali neno la kweli, wanafanya deception. Sasa how are you going to survive? How are you going to survive kwenye hii era ya deception? You need apologetics. You need to be able to examine things logically. You need to be able to examine the things that you believe, kwa ajili yako wewe, kukusaidia wewe na kuwasaidia watu wengine, Nilikutana na mtu recently, video inatembea social media ya hapa tu. Mtu anasema kwamba Yesu hakuwa Mungu kipindi akiwa hapa duniani, alikuwa mwanadamu tu kama sisi. Alafu rafiki yangu mmoja akawa ameenda sasa kwenye hiyo gathering, alafu alipotoka pale, amekuwa hapo kanisani for so many years, ametoka pale anakuja yuko very convinced kwamba ni kweli Yesu alikuwa tu kama mimi hapa duniani. Ndio maana amesema kwamba kazi alizofanya na sisi tunaweza tukazifanya, because he was just a man when he was here. Na mistari, unajua ukitaka mistari ya kukusupport kwenye hiyo ipo Yaani hata uongo ukitaka usupport kwa Biblia unaweza ukausupport. Lakini hapo ndipo apologetics inapohitajika. Kwa hiyo nikamwambia wewe rafiki yangu, Biblia inasema kwamba pale kwenye Yohana sura ya 9 pale, namkumbuka yule kipofu tangu tumboni mama mayo, Yesu alivomponya. Baadaye Yesu akakutana naye akamwambia, "Je, unamwamini mwana wa Adamu?" Akasema, "Mwana wa Adamu ni nani ili nipate kumwamini?" Yesu akamwambia, "Ni mimi." Yule kipofu akafanyaje? Akainama, akasujudu, akaabudu. Kwa Yesu aliabudiwa. Nikamwambia, "Hivi wewe umeabudiwa mara ya mwisho lini? Wewe si uko sawa tu na Yesu? Mara ya mwisho wewe umepokea ibada ilikuwa lini?" For that proves kwamba when Jesus was here, he was not just a man. He wasn't just a man. Yesu anamwambiaje Filipo? Anamwambia, ukiniona mimi umemwona Baba. Mimi na Baba tu umoja. Me and the Father are one. Hivi unajua hata Yesu alishtakiwa kwa kosa gani? Kilichofanya Wayahudi wakamua Yesu ilikuwa nini? Kwenye charge sheet ya Yesu kosa lilikuwa kosa gani pale? Blasphemy, si ndio? Yaani wewe hata Yesu mwenyewe ameuawa kwa sababu ni Mungu. Alafu unasema alivyokuwa hapa hakuwa Mungu. Kwa nini aliuawa sasa? Kama alikuwa wewe na mimi, mbona wewe hujauawa hadi leo? Apologetics, si ndio? Logic. Sasa ni rahisi sana kudanganywa. Ni rahisi sana kudanganywa kama you don't know things. So apologetics itakusaidia kuweza kusurvive kwenye hizi siku za mwisho tunazoziishi. Utakutana na watu watakwambia kama homosexuality ni mbaya, mbona Biblia haijasema? Mbona Biblia imekataa, imetaja uzinzi, imetaja uasherati, mbona haijataja hiyo? Mbona Yesu hakuiongelea? Hamjai kusikia mambo yanasemwa tena na watu wa Mungu? Mbona Yesu hakuiongelea wakati ilikuwepo? Sasa if you are ignorant, ujue deception inakaribia kukubeba hapo. Sasa what will help you to survive is for you to know, to be equipped, and that is what we are doing this morning. The third reason, apologetics is important because the Bible requires us to be apologists. Hebu mwambie mzako, the Bible requires you to be an apologist. Yeah, 1 Peter 3:15. 1 Peter 3:15 to 16. Biblia inasema, "In your hearts set apart Christ as Lord." 1 Peter 3:15 to 16. Always, hebu sema always. Yes, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Christ in us is the hope of what? The hope of glory. So Christ is the hope that you have. Now what is Peter telling you?
Peter is saying you just having a hope is not enough. You must be prepared. You must be what? Prepared to do what? Not to go to heaven. You have to be prepared to give an answer to everyone who asks you the reason. Not the feelings. Not your imaginations. The reason for the hope that you have. Why is it possible for you to have the reasons? It's because the reasons are there. You can have the reasons as to why you believe in Jesus. The reasons are there, and that is what apologetics equips you to do. It equips you to be prepared to give an answer to everyone who asks you the reason for the hope that you have in Christ Jesus. It prepares you to be able to do that. Na hiyo hapo ukisoma the same verse kwenye translation inaitwa Berkeley translation inasema be prepared to make a defense when called to account, to give a logical reply. Be prepared to make a defense when called to account. You shouldn't be called to account to explain why you believe in Jesus and you are there and you have no reasons as to why. You should be prepared to be able to make a defense when called to account or to give a logical reply. Ukitana na mtu ambaye haamini kwamba Yesu amefufuka, sababu unajua kinachofanya Ukristo uwe tofauti, uwe kwenye darasa la peke yake ukilinganisha na imani nyingine zote, one of the key reason in resurrection of Jesus. Resurrection of Jesus. So you should be able to logically prove that Jesus Christ rose from the dead. Just by historically, that is a historical fact. Mtu akikwambia kwamba Yesu alimuiba, inabidi uweze kumwambia kwamba kulingana na mazingira yalivyokuwepo kipindi kile ilikuwa sio rahisi kumuiba. Biblia ilisema nani waliweka ulinzi pale? Pilato mwenyewe aliweka ulinzi, si ndio? Kwa wakati anaibiwa Yesu, wale walinzi wa Pilato walikuwa wameenda wapi? Walinzi wa Pilato walikuwa wameenda wapi? Kwa there are so many areas ambazo unaweza ukazitumia kuweza kuestablish na kuweza kuprove kwamba Yesu Kristo alikuwa amefufuka, and that is a historical fact. The historical fact. So for Peter, an important step in the evangelistic responsibility of the believer was to persuade the unbeliever by means of reasonable argumentation. Reasonable argumentation. You should be able to argue reasonably about what you believe. The other reason as to why you need apologetics ni kitu kinaitwa polemics. Polemics. I'm giving you a new word, a new theological term today. Polemics. What is polemics? Polemics is the defense of the Christian faith from those who have distorted the truth of Christianity from within the church. Mostly when we speak about apologetics, we focus on the outside of the church, the people who are distorting the truth from outside the church. Lakini unajua adui mkubwa wa kanisa hajawahi kuwa adui wa nje. Mara zote kanisa lilipopitia changamoto za adui wa nje, kanisa lilikuwa imara zaidi. Liliimarika zaidi. Ndio maana Matendo pale sura ya 8, baada ya Stefano kuuawa, nini kilitokea? Kanisa lilitawanyika, watu walisambaa, na ndio injili ikaenda duniani kote. Lakini kilichowaondoa pale ilikuwa ni mateso. Mateso siku zote yamekuwa ni petroli kwenye kanisa. Hivi kwa mujibu wa tafiti, ni kanisa gani sasa hivi duniani ambalo linaongoza kwa kukua kwa kasi? China. The underground church ya China, it has millions of people. No, the fastest growing church in the world today. Sehemu ambako kanisa haliruhusiwi kabisa. You cannot worship in public. Lakini rather hapo ndo Ukristo unasambaa kama moto wa msituni. Kwa upinzani wa nje haujawahi kuwa. Hata Nigeria ni bomu ambalo litalipuka vibaya sana kwenye ukuaji wa kanisa. Kwa sababu kunavyokuwa kuna mateso, believers wanakuwa strengthened. Wanakuwa strengthened.
Unafikiri utazini ukiwa unajua kabisa anytime unaweza kukamatwa hapa ukauawa? Kati ya kuzini na kufunga kuomba, kipi utafanya? Utakuwa serious zaidi, si ndio? Na ukiwa serious ndio nguvu ya Mungu inatembea hivi. Ndio nguvu ya Mungu inatembea. Kwa I hope pia na sisi Mungu atatusaidia. Sisi tukajisahau hadi mateso yaje kutuamsha. Hadi mateso yaje kutuamsha. Kwa sababu pia mateso kuna muda Mungu anayaruhusu pale ambapo hakuna uamsho, watu wamelala, tunaishi maisha ya dhambi, tuko kanisani tumejisahau. Hapo ndipo mateso yanakuja kutuamsha. Sasa tukiwa tunakimbia, hauna uhakika wa kuiona kesho, utakuwa serious na Mungu. Lakini I believe Bwana atatusaidia, tutafika huko. Lakini what I'm saying ni kwamba adui, unajua adui ambaye amefanya damage kubwa zaidi kwa kanisa ni adui wa ndani. Ni mafundisho potofu ya ndani ya kanisa. And that is what polemics is. Polemics is the defense of the Christian faith from inside, from the enemies of the church that are within the church. Polemics inakusaidia kuweza kujilinda wewe na imani potofu ambazo ziko ndani ya kanisa. Nimekuambia imani potofu huwa haziji kama imani potofu. Zinakuja kama kweli iliyochanganywa na uongo kidogo. Kwa utaambiwa bwana, wewe ukishaokoka umemaliza. Once saved, always saved. Hata Yesu akirudi akakukuta unazini, wewe tayari umeshahesabiwa haki. Sio kwa matendo ili mtu yoyote asije akajisifu. Mungu ani wewe tayari you are a child of God. Hivi baba anaweza akamfukuza mtoto wake nyumbani kwa sababu tu amekosea? Hata nyie hapo nishawajaza, si ndio? Kwa hiyo unatiwa moyo wewe, you can live anyhow. As long as ushaokokaga, wewe you can live the way you whatever way you want to live. Hiyo imani imepita na watu wengi. Imepita na watu wengi. Theologically inaitwa hyper grace. Once saved, always saved. You cannot lose your salvation no matter what. Now, I'm not here to tell you kwamba it is easy to lose your salvation. I'm just here to tell you that it is possible. It's not easy, but it is possible. Yaani inabidi ufumbe macho kwa warnings nyingi sana kwenye maandiko na kwa maandiko mengi, mistari mingi sana ya neno la Mungu, huweza kuconclude kwamba huwezi, ukishaokoka umemaliza. Hakuna, yani how you live does not matter. It matters how you live. It's true we are not saved by works, lakini imani bila matendo imekufa. Kwa kama kweli una imani kwa Mungu, hiyo imani itakuwa proved na matendo yako. Kama kweli uliokoka, unajua repentance inamaanisha change of mind. Not just change of mind. It's a change of mind that is powerful. A change of mind that is it's powerful to the extent that it makes you change your direction. Yaani ulikuwa unaenda huku, alafu ukifika hapo ukatubu, ukakutana na Yesu hapa. Kama umetubu in the proper meaning of the term, manake it's a 180 degrees turn. Utaacha kwenda huku, utaendelea utageuka, utaanza kwenda huku. That is what repentance is. Kwa kama umetubu halafu bado unaendelea kuishi kwenye kawaida ya dhambi. Sisemei kukosea. Kukosea kupo. Lakini Biblia inasema aliyezaliwa na Mungu hatende dhambi. Lakini mkitenda dhambi ikitokea, manake sio kawaida yako tayari. Wewe kawaida yako imeshabadilika. You have a new normal now. Kwa ulikuwa unaishi hivi, unaishi maisha unavyotaka wewe, unamuita Yesu Bwana lakini ufanye anachosema. Hivi wale watu waliokuwa wanamuita Yesu Bwana Bwana, alafu hawafanyi anachokisema, mwisho wa siku Yesu aliwaambia njooni kwenye raha yangu huko mbinguni, nyie mlikuwa mmeshawahi kuniamini, si ndio? Aliwaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Yesu anawaambia wale watu mlitoa pepo kwa jina langu. Hivi unaweza ukatoa pepo kwa jina la Yesu kama hujawahi kumpa Yesu maisha yako? Kaulize wana wa Skewa. Pepo aliwaambia Yesu tunamjua na Paulo tunamjua. Swali ni ninyi ni nani? Kwa wewe kuweza kufanya miujiza na kutoa mapepo, most likely umempa Yesu maisha yako. Lakini wale watu, Biblia Yesu anawaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa nini? Kwa sababu japo mlikuwa mmeamini kwa kipindi fulani, kuna wakati ulifika mliacha imani. Mliachaje imani? Mliendelea kuishi katika kawaida ya dhambi. Unajua kuna mara unatenda dhambi, Roho Mtakatifu anakuambia unaendelea tena, unatenda tena. Baada ya muda
Sio kwamba Roho Mtakatifu anaacha kuongea, lakini wewe roho yako inakuwa kama haiwezi kusikia tena. Roho yako inakuwa imekufa, sensitivity yake imekufa. Nishai kusoma kuhusu mtu ambaye alikuwa anachemsha kahawa. Unajua vile vikombe vidogo vile. Kinachemka, yani anakitoa jikoni anakunywa moja kwa moja, mara moja chote. Na amefanya hivyo hadi hiyo system yake, hiyo digestion system yake imeshazoea. Yani cells zimekufa, yani inaweza ikapokea moto wa aina yoyote. Au jikoni, wale mama zetu wa vijijini, achana na mama wa mjini wa siku hizi. Unakumbuka jinsi ambavyo alikuwa anachukua sufuria ya uji anaepua. Anaweka chini. Yani mikono yake ishazoea. Sasa na moyo pia wa mwanadamu, ukiendelea kutenda dhambi, Roho Mtakatifu anakushuhudia unaendelea. Baada ya muda na wewe unakuwa hauko sensitive tena. Sasa that is how unaweza kujikuta umeiacha imani. Lakini mtu aliyegeuka ni mtu ambaye hawezi kuendelea kwenda kule ambako alikuwa anaenda. Kwa ukikutana na mtu anayekuambia wewe unavoishi haimati, kinachomata ni kwamba tu ushawahi kusali sala ya toba. That is a lie. Na kwa sababu kila mtu anatafuta some level of freedom. Anataka njia ya kwenda mbinguni iwe pana. Hivi njia ya kwenda mbinguni ingekuwaje nyembamba kama you can live vyovyote unavyotaka? Kuishi vyovyote unavyotaka ni njia nyembamba hiyo kweli? Mbona kama hiyo ni zile barabara 4 za Kibaha kwenda Kimara hizo. Wewe unaishi vyovyote, ukitaka kuibia mtihani unaibia, ukitaka kuzini unazini, kuangalia pornography unaangalia, afu mbinguni unaenda. Wow. Mbona hiyo mbinguni itakuwa ni ile mbingu ya Morogoro hiyo. Lakini kitakacho kufanya uwe salama ukikutana na hiyo inaitwa hiyo hapo unahitaji polemics. Unahitaji namna ya kujua, namna ya kuweza kudecipher, kudiscern, kujua kwamba this one is not biblical. Hiki hapa sio kweli. Hii sio kweli ya Mungu hata kama imechanganywa. Sio rahisi. Mtu aliyeokoka sio rahisi kupoteza wokovu. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kama umeokoka kweli na unamsikiliza Roho Mtakatifu, wewe ni mwana wa Mungu. Sio rahisi kuanguka kwenye mikono ya Mungu, lakini sio kwamba haiwezekani. Inawezekana. Na one of the ways inawezekana ni wewe kuendelea kuishi kwenye kawaida ya dhambi. Lakini pia namna nyingine inayowezekana, unajua kuokoka hakukuondolei free will yako wewe. Uhuru wa kuchagua. Unaweza ukachagua kuendelea kumpenda Mungu. It's a decision that you can make at any juncture in your life. Kwa ni uamuzi ambao unaweza ukafanya. Lakini pia kitu kingine, kuna watu ambao wako kanisani ambao hawajawahi kuokoka, ndio maana wanaishi maisha ya dhambi. Yaani kweli amebatizwa, hata baba amefungishwa ndoa kanisani, lakini kwa sababu hajawahi kukutana na Yesu yeye kibinafsi, ndio maana matendo yake hayafanani. Unajua kondoo na nguruwe, wote wawili wanaweza wakaanguka kwenye matope. Lakini kondoo hatakubali kubaki kwenye matope. Kwa sababu that is not, sio yeye, huyo sio yeye. Yaani atapambana, ataamka, ataondoka. Lakini nguruwe atafanya. Yaani hapo ndo amefika, yaani ataenjoy. Ataanza hata kuyala, kutafuta kama kuna chochote chakula humo ndani. Yaani ukimwacha hapo utamkuta hapo kesho. Kwa nini? Kwa sababu nature, hiyo ndo nature yake. Kondoo nature yake ni tofauti. Kwa kama kuna mtu yuko kanisani lakini anaishi kwenye matope, tafsiri yake halisi ni nini? Ni nguruwe ambaye anaishi kwenye banda la kondoo. Ndio maana nature yake haijabadilika, ndio maana anaendelea. Ndio maana polemics is important. So you must be on your guard against teachers of false doctrine who infiltrate the ranks of the church. And there's a plenty of them kwenye hizi siku za mwisho. You must be on your guard kwenye haya mambo. Na ukishapigwa fundisho potofu moja, unafikiri kwa nini social media wanasema ni ngumu sana kumsaidia mtu anayekaribia kutapeliwa? Kwa sababu ukishapigwa tango pori moja, kuja kulitoa ni neema ya Mungu. Watafiti wanasema it takes at least 10 years kwa mtu kujua kwamba they have been deceived. So you have to guard your doctrine. Paulo anamwambiaje Timotheo? Anamwambia guard your doctrine.
You have to be equipped. You have to know the word for you to be able to survive in the times that we live in. So ukisoma barua zote, epistles zote zilizoandikwa baada ya mwaka wa 60 baada ya Yesu, zote ambazo ziliandikwa after AD 60, they have polemic appeals in them. Zote zina kanisa, mitume encourage kanisa kupambana na mafundisho potofu ya ndani ya kanisa, kwa sababu yalikuwepo, kwa sio mapya, lakini you have to be on your guard. Actually ni Jude, kitabu cha Jude kina sura moja tu. Alafu Jude alikuwa anataka kuandika kuhusu kitu kingine, lakini kwenye mistari michache tu ya mwanzo akasema hata sitaandika kuhusu hicho, akaanza kuwapa polemic appeals. Kwa nini? Kwa sababu false doctrine is a poison. So polemics and apologetics will equip you not just for the outside enemies of the church, lakini hata kutokea kwenye maadui wa kanisa wa ndani. Maadui wa kanisa wa ndani. Nimesema Christianity is historical. Another reason why you need to why apologetics is important is because Christianity is spiritual, is historical, and is also reasonable. Yani apologetics is important kwa sababu it is possible in Christianity. It is possible. Kuna imani ambazo huwezi kuapply apologetics kwa sababu zimeungwa, yani ni imani zile za kuunga. Hapa wameshikiza kidogo na kamba, hapa wamechomeka pini hapa kidogo. Kwa hiyo ukisema uitingishe tu kidogo inaanguka. Lakini Christianity is solid. It is historical, it is spiritual, but it is also reasonable. How is it historical? Christianity is historical because it is rooted in real events, real places and real people. Yani vitu unavyovisoma kwenye Injili, they are real events, they were done by real people, and they happened in real places. So Christianity is rooted. The roots of Christianity, they emanate from real events, real places, and real people. It is based on God's actions in history, especially the life, death, and resurrection of Jesus Christ. It is based on God's action in history. Kwa tunaangalia utendaji wa Mungu kwenye historia. Hasa huu ndo msingi sasa wa Ukristo. Ukristo umejengwa hapa kwenye utendaji wa Mungu kwenye historia, lakini hasa kwenye maisha, kwenye kifo na kwenye kufufuka kwa Yesu Kristo. Ukiangalia maisha ya Yesu, jinsi alivyozaliwa tu yanakuthibitishia kwamba ni Mungu aliyefanya huo muujiza, kwa sababu haiwezekani kwa mtoto kuzaliwa bila mwanaume na mwanamke. Lakini malaika anamwambiaje Mariamu? Anamwambia the Spirit of God will overshadow you. So the seed that was inside the stomach of Mary, it was the seed of God. Ilikuwa ni mbegu ya kimungu. Neno akavaa mwili kwenye mwili wa Mariamu, kwenye tumbo la Mariamu. Hivi Yesu alikuwa na damu ya Mariamu? Damu ya mtoto na ya mama inachanganyika, au nyie ni mnasoma quantity surveillance wasumbue na mambo ya biology? Lakini nawaona watu wa Kairuki hapa at least. Damu ilichanganyika? Kwa Mungu aliazima tu tumbo la Mariamu. Ndio maana hata mtu anayemwabudu Mariamu naye pia anakuwa misguided. Anakuwa yuko misguided kwa sababu Mungu alimtumia tu as a vessel. Kwa ukiangalia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, utaona kwamba kuna utendaji wa kimungu na kunathibitisha kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Ukayaangalia maisha yake, miujiza ambayo Yesu aliifanya ni miujiza ambayo inaweza ikafanywa na Mungu. Kwa maisha ya Yesu pia yanakuthibitishia kwamba Yesu ni Mungu. Maneno ya Yesu Kristo, vitu ambavyo Yesu alivisema haviwezi kusemwa na mtu wa kawaida. Kwa ilikuwa lazima awe ni Mungu anayesema Yesu alichokisema. Lakini pia kufa kwake. Hivi Yesu akiwa msalabani anamwambiaje yule mwizi mmoja yule?
Anamwambia leo. Lini? Leo utakuwa na mimi paradiso. Hiyo inamaanisha nini? Kwanza inamaanisha he is in control. Hivi unajua zamani ilikuwa ukiangikwa msalabani watu wangeweza kukaa hata siku 7 pale kabla ya kufa. Historical, that is another historical fact. Unafikiri kwa nini wale wezi waliwavunja miguu? Ili wafe haraka, kwa sababu wasingewavunja wangeweza kukaa pale hata for 7 days. Unafikiri wewe ukitundikwa kwenye mti saizi ukaachwa utakufa tu sasa hivi? Yaani kwanza hata wewe kukubali kwamba kuna uwezekano wa kufa, it will take some days. Hadi ukate tamaa sasa ujiachie. Unafikiri kwa nini Pilato ilibidi atume watu kwenda kuthibitisha kwamba kweli amekufa ili aweze kumpa Joseph wa Arimathaya kibali cha kwenda kumzika? Kwa sababu it wasn't normal kwa mtu kufa haraka vile. Lakini Yesu anamwambia yule mwizi, anamwambia leo. Maana yake anajua, he knows kwamba atakufa saa ngapi. Yeye ataitoa roho yake saa ngapi. Biblia inasema akamwambia Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yeye mwenyewe ndo aliiweka. Kwa Yesu alikufa kwa sababu alitaka kufa. And he was in charge and he was in control. He even knew when he was going to die. Lakini cha pili ambacho kinakuonyesha uungu wa Yesu akiwa msalabani. Cha kwanza ni hiyo level of control. Cha pili anamwambia mwizi, leo utakuwa pamoja na mimi. Hivi ili uweze kwenda paradiso inabidi ufanyeje? Usamehewe dhambi, si ndio? Kwa Yesu yuko msalabani afu anamsamehe mtu dhambi hapa sasa hivi. Yule rafiki yangu pia ambaye alikuwa anasema Yesu alikuwa kama yeye tu. Nikamuuliza, hivi ni lini ulitembea tu njiani ukamwambia mtu umesamehewa dhambi zako? Hicho kitu kinaweza kufanywa na Mungu tu. Yesu kuponya wagonjwa ilikuwa ni sawa. Yaani waliona hata manabii kina Elisha, kina Elia mbona waliponya? Ndio maana siku moja Yesu akaamua waonyeshe sasa. Mtu amekuja amebebwa si kwenye kitanda, kabla hajamponya anamwambia umesamehewa dhambi zako. Watu wakasema nani huyu anaweza kukufuru anasema anasamehe watu dhambi? Yesu anamwambia hivi, rahisi ni kipi? Kumwambia mtu beba godoro lako uende, au kumwambia umesamehewa dhambi zako? Lakini ili mjue kwamba mwana wa Adamu ana mamlaka duniani hata ya kusamehe dhambi. Aliyesamehe dhambi ni Mungu, kwa sababu aliyekosewa pia ni Mungu. Wewe unaweza ukaenda kusamehe watu ambao hawajakukosea wewe. Mdogo wako amefanya kosa nyumbani afu amevunja TV ambayo sio ya kwako, wewe na yeye mnaangaliaga tu, afu naambia umesamehewa ile kosa. Unasamehe ile TV ambayo sio wewe uliyeinunua, sio wewe unayeweka luku, haiko nyumbani kwako wewe. It does not make sense. Kwa hiyo anayesamehe ni aliyekosewa. Ndio maana pia hata ukikosea watu usiende kumuomba Mungu msamaha. Wewe umemkosea jirani yako, muombe yeye msamaha. Yeye akikusamehe na Mungu amekusamehe, kwa sababu hujamkosea Mungu hapo kwanza, umemkosea yeye. Kuna mtu anasema mimi kishamalizana na Mungu wangu tu inatosha. Rudi kwanza uka. Kwa hiyo Yesu alikuwa in control, kwa sababu hata akiwa msalabani alikuwa anathibitisha kwamba yeye ni Mungu. Lakini kufufuka kwake pia Yesu, huo ni ushahidi wa juu zaidi, kwanza kwamba hakuwa na dhambi, kwa sababu mwanadamu mwenye dhambi asingeweza kufufuka baada ya kufa. Yaani kufa ndo highest judgment ya mtu mwenye dhambi. Unafikiri kwa nini Yesu anaitwa first fruit? Anaitwa nani wa waliokufa? Limbuko la waliokufa. Utakuwa mwanatheolojia mzuri sana na kuona. Anaitwa limbuko la waliokufa. Kwa nini anaitwa limbuko la waliokufa? Kwa sababu yeye ndo alikuwa wa kwanza kufufuka katika mwili wa utukufu ambao hautaona uharibifu tena. Sasa why was that possible? Kwa nini Mungu alimfufua katika wafu? Kwa sababu hakuwa na dhambi. Kwa shetani hakuwa na justification yoyote ya kumzuia asifufuke. Kwa kuanzia kuzaliwa, kuishi, mafundisho ya Yesu, kufa kwake na kufufuka kwake, hizo zote ni historical facts, lakini cha pili zinaonyesha utendaji wa Mungu, and that is where Christianity is built. Hapo ndipo Ukristo ulipojengwa. So Christianity is historical. Hayo yote niliyosema ni mambo ambayo unaweza ukayathibitisha kwa historia. Lakini cha pili, Christianity is reasonable. It's reasonable.
Christianity is not a blind leap of faith. It is not a blind leap of faith. It invites examination, evidence, and thoughtful reflection. Christianity invites examination. You can actually examine Christian beliefs. You can examine them. You can examine the Bible. Unaweza ukaicritique Biblia kuanzia ilivyoandikwa. Ushahidi upo. Unaweza ukapata ushahidi wa kukuthibitishia. So belief is this Christian belief is consistent with logic and it can be defended intellectually. It is not illogical. I wish mngeweza kusoma world religions. Muone how illogical religions can be and beliefs can be. Lakini Christianity is reasonable. And cha mwisho, Christianity is spiritual. Why is it spiritual? It is more than just facts and ideas. It is more than facts and ideas. It involves a living relationship with God. The work of the Holy Spirit, inner transformation, worship, prayer, and spiritual growth. So Christianity, it does not just end with facts and ideas. It involves also a living relationship with God. And one of the ways ambazo tunaweza tukaprove kwamba Ukristo ni kweli, mojawapo kati ya uthibitisho kwamba Yesu alifufuka kweli ni wewe hapa. Jinsi ulivyokuwa kabla hujaokoka na sasa hivi ulivyo. Huo ni uthibitisho kwamba Kristo amefufuka kwa sababu amekubadilisha wewe. Najua kuna baadhi yenu labda mmekulia kanisani, kwa hamna sana dhambi kubwa. Kuna mtu ambaye addiction yake kubwa sana ambayo alikuwa nayo labda ni kutafuna Big G nyingi kwa siku. Lakini kuna mtu ametolewa kwenye porn addiction. Ametolewa kwenye substance abuse, ametolewa kwenye pombe, ametolewa kwenye uasherati na uchafu. Halafu Yesu amembadilisha maisha yake. Nani ambaye sitaki kuambia ushuhudie, lakini there is a difference ulivyokuwa kabla na baada ya kuokoka. Wachache au wengine nyewe ndo shuhuda zenu ni mbaya zaidi, ndio maana mtamtai kunyanyua mkono. Lakini wote Yesu ametubadilisha, si ndio? Sasa mojawapo ya ushahidi, Biblia inasema tunamshinda shetani kwa nini? Kwa neno la ushuhuda. Mojawapo ya vitu ambavyo shetani hata kunyang'anya ni ushuhuda wako wewe binafsi. What happened to you? Inawezekana siku ukakutana na profesa ambaye ni atheist akakuzidi kwa hoja, lakini ambacho hawezi kukunyang'anya ni ushuhuda wako binafsi, kwamba Yesu alikuokoa, akakubadilisha, akakupa amani, akakupa utulivu wa ndani, akakupa maisha yaliyoko hai ya safari yako ya kimungu ambao unaijua wewe mwenyewe. Hicho ni kitu ambacho no one can take that away from you. So that is one of the proofs. It's one of the proofs. Acts 19 verse 8. Matendo 19:8. Biblia inasema, ni Paul anasema, and he went into the synagogue and spoke boldly for 3 months. And he went into the synagogue, hiyo ni Acts 19:8. And spoke boldly for 3 months. What was he speaking? Anaendelea kusema, he spoke boldly for 3 months, reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. Huyu ni Paulo alipokuwa Efeso. Kwa miezi 3 Paulo alikuwa anaenda kwenye hekalu, ndio namna yake ya kufikisha injili. Alikuwa na reason na kupersuade watu kuhusiana na ufalme wa Mungu. Anajenga logic kwamba Christianity is logical. It is historical. So this is a tool. Kwenye Wafilipi 1:7, Philippians 1:7, Paul pia anasema, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Anawaambia hapo ni Philippians, in as much as both in my bonds and in the defense
and the confirmation of the gospel. You all are partakers of my grace. Tumesema apologetics is what? What is apologetics? Huh? Christian? Nasikia Christians, nasikia sisa. Alafu wengi wao naona hamuandiki popote. Hivi vote mtavikumbuka? Okay. I hope you will remember these things. Lakini in the defense, apologetics is to defend the faith. Asa Paulo anawaambia, in as much as in my bones and in the defense and the confirmation of the gospel. Majority of what Paul did was to defend the faith. Ukisoma nyaraka zake, he was defending the faith. Ukimwona akiwa mbele ya kina Festus wale, mbele ya kina King Agrippa, what was he doing? He was defending the faith. Mwishoni kabisa anasema vita nimevipiga, imani nimefanya. I have kept the faith. I have defended the faith. Through the thick and thin, I have defended the faith. In hard times, in good times, I have defended the faith. So apologetics ni maisha yako ya kila siku. Ni maisha ya kila siku. Another one, apologetics inakufanya unakuwa a whole, unakuwa whole, inakupa wholeness. It gives you wholeness. How and why? It helps a Christian to become a more complete person. You cannot be a complete person, a complete believer, without you being an apologist. Yani kama huwezi kutetea imani unayoijua, unayosema unaiamini, you are a Christian but you are not a complete Christian. Kwa sababu huwezi kudefend, huwezi kukabiliana na changamoto ambazo utakumbana nazo. So your faith has to be submitted to the test of truth. What you believe, it will be tested one day. Vitu unavyoviamini, they will be tested. Whatever you declare and confess, it will be tested. Biblia inasemaje kuhusu Yusufu? Inasema hadi wakati wa Bwana ulipowadia, neno la Bwana lilifanyaje? Lilimtia moyo, lilimjaribu. The word of the Lord tested him. So you will be tested. Ukisema wewe ni mwadilifu, you have character, you have integrity. Unajua it is so much easy now to have integrity kwenye level mliopo. Hivi wewe una vishawishi gani vya hela hadi ukose integrity? Boom lako ni shingapi? Cafeteria pale kuna chakula cha shingapi ya mwisho kabisa, yani ukiwa na hela nyingi sana pale unaweza ukala chakula cha shingapi? Hata cha 10,000 sidhani pale. Kwanza tukitaka kula chakula cheap, kwa mfano kipindi nikiwa chuo tulikuwa tunaenda Ardhi. So your food is the cheapest. Lakini a time will come. Your character will be tested. Siku kuna hari ya nyeusi iko hapo. Na kuna bosi ambaye anaweza akakupa chochote. Yaani anaanza na gari afu baada ya hapo utakupangishia apartment Masaki. Atamjengea mama yako nyumba kijijini kule Singida. Hapo ndio utakapoanza kutuambia kwamba Bwana, hata Biblia inasema, hata Mungu anasema nisaidie na mimi nitakusaidia. Hadi hapo utakapokuuliza wewe mstari uko kwenye kitabu gani? Uko kwenye Biblia yako wewe ulioiongezea. Lakini your character will be tested. Life will test you. Nakumbuka kipindi fulani nimeanza kazi. Rafiki yangu mmoja akanitafuta, akaniambia bwana, hebu kuna kazi fulani tumepata. Hebu nitumie CV yako. Kuna hawa jamani wazungu wanataka CV. Kwa hiyo nikamtumia CV yangu. Nilikuwa wakili, kwa hiyo nilikuwa na bachelor ya sheria na postgraduate diploma ya legal practice. Nikamtumia. Akakaa nayo muda ile, baadaye akaniunganisha na wale watu, kwa tukaanza kuwasiliana. Ilikuwa ni kazi nzuri, yani ina hela nzuri, afu ni kazi ndogo ambayo yeye na mimi
tungeweza kukaa tu mahali hata usiku mmoja tukaimaliza. Sasa baada ya muda akaniunganisha nao, tukaanza kuwasiliana kwa emails. Wale watu wakanitumia mkataba. Ile siku nimeuprint yule mkataba, nataka kuusign, nikamtafuta yule rafiki yangu, nikamwambia uko wapi? Akaniambia niko mahali fulani. Kwa hiyo nikampitia nikiwa narudi. Akaniambia sasa bwana, yeye anajua kwamba mimi nimeokoka. Tukiwa chuo alikuwa anajua kwamba nimeokoka. Sasa unajua kuna wokovu wa chuo, alafu kuna wokovu sasa ule kama ule mdogo wangu aliniambia sasa, mchungaji, achana mambo ya kuhubiri, tuongee mambo ya uhalisia sasa. Kwa kuna wokovu wa kuhubiria, alafu kuna wokovu sasa wa uhalisia pale, kuna real taste and real opportunity. Kwa ashanipa mkataba tayari nao. Alafu sasa ndo niko naye pale sasa. Akaniambia sasa bwana, unajua ulivyonipa ile CV yako nilirekebisha kidogo. Nikamwambia ulirekebisha kidogo, ulifanyaje? Akaniambia nilikupa masters ya chuo fulani cha South Africa. Nikamwambia chuo gani? Akaniambia hata sikumbuki sana, lakini hawa watu hawatajua wala hawatauliza. Na ni kweli. Yaani washatupa kazi, wewe tuendelee. Mbele yangu hapo nina millions of money. Na nilikuwa nazihitaji hizo hela, na yeye pia anahitaji hiyo hela. Na kuipata ni kupitia kwangu. Test. Kwa hiyo nimetoka hapo, sasa uzuri nilikuwa nimefunga, kwanza ni Ijumaa. Nimejaa roho, nikaenda kwanza kanisani maombi. Yale maombi sikuomba ile siku. Yaani nilikuwa sina amani kabisa. Nasema this is not who I am. Kwa hiyo nimetoka pale nikamwambia mke wangu no, atuendelee shukoni, kamtafuta yule jamaa. Nikamwambia bwana, nashukuru sana, lakini wewe unajua kwamba mimi nimeokoka. Na kama it does not matter, kwa nini umeniambia? It matters. It matters. No. Ilikuwa ngumu kwake kuamini. Alienda nyumbani akamsimulia mke wake. Mke wake yaani kwa mke wake it was a testimony kwamba bado kuna watu wa Mungu hapo wana exist. Lakini it was a test. Na kwa ile tukaipasi ikaenda. Sasa Mungu alivyo na maajabu, baada ya muda tena sio mrefu, akamtumia rafiki yangu yule yule. Akaleta kazi nyingine ambayo this time ilikuwa haihitaji wala kuweka sawa. Yaani CV ilikuwa inatosha. Alafu Mungu akatubariki. Sasa ni muda mrefu, ni kama labda 2020 huko. Kwa hiyo hela sina sasa hivi, sio kaniambia sasa mtumishi ile hela. Mungu akatubariki hela ambayo tulilipo ile kazi ya pili ile. Yaani niliyompa tu yeye kumshukuru ilikuwa inazidi ile ya kwanza yote. Kwa naamini, personally naamini Mungu alikuwa anataka kumuonyesha yeye na mimi kwamba anayebariki watu ni uadilifu unalipa. Uadilifu unalipa. So my point ni kwamba your faith will be tested. Your character will be tested. Yaani mke wa Potifa yupo anakusubiri mahali fulani. Unagusa tu mara moja dunia inafunguka, si ndio? Kijana huko unapambana, unatafuta maisha, unatafuta pa kutokea, kodi inaisha, mambo hayaendi, nyumbani huku unapigiwa simu wadogo zako wanatakiwa hiki na hiki. Alafu hapa mbele yako kuna fursa moja tu nzuri ambayo unaweza ukaifanya. Lakini ina michanganyo mingi ndani yake. So your faith will be tested, your character will be tested. So chochote unachokisema it will be tested one day. Sasa apologetics inakusaidia usidissolve under pressure. Unajua kuna mtu anatupwa kwenye maji, badala ya aogelee anazama. Sasa apologetics itakusaidia ukitupwa kwenye maji usizame, uogelee. Kwa sababu utatupwa kwenye maji. Kwamba utatupwa kwenye maji siku moja, that is a reality. Siku moja utakutana na changamoto ambazo zitakutaka uwe umesha build muscles. Kwenye faith kuna vitu viwili. Kuna kitu cha kwanza kinaitwa naive or childlike faith. Naive or childlike faith. Hii hapa ndo tunapoanzia sisi wote tukiokoka. A child trusts such authority figures as parents quite easily and naturally. Yaani unakumbuka ulivyokuwa mtoto? Chochote ambacho wazazi wako wanakuambia ulikuwa unakubali, si ndio? Yaani sasa hizi mimi wanangu naweza nikawaambia chochote. Naweza hata nikawaambia hapa ni Arusha. Tumetoka nyumbani tumekuja hapa. Naweza nikaambia hapa tuko Morogoro sasa hivi na wakasema sawa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu they trust me. That is called a child, a naive and
Childlike faith. We have that is a naive. Nataka niwaambie we have how many minutes. That is a naive old childlike faith. Sasa that is where we all begin. That is where we all begin. We trust what we are told, just like a child. Lakini as the child grows, they begin to ask questions. Now, yule naive and childlike faith, it has to graduate and become a mature faith. Become a mature faith. So a person who has wrestled with problems and questions and has in this way tested his or her faith arrives at a new level of faith. Mmoja wa watu ambao wanakuaga wainjilisti wazuri sana ni mtu ambaye alianza kwa kutokuamini. Yaani amekulia kanisani, alafu kuna kipindi yani hata alikuwa haamini kwamba wokovu ni halisi. Akawa na maswali yake, mkamsumbua, mkamwona hafai, alafu baadaye gradually tu akaanza kupata majibu taratibu. Huyo mtu akija kuamini anakuja kuwa mtu mzuri sana. Kwa nini? Kwa sababu imani yake imetestiwa. It has been tested. It is no longer a naive, sio imani tu ya kuambiwa wewe amini hivi. Ni imani ambayo grow gradually. So faith plus reason leads to wholeness. Equals to wholeness. Nataka nikupe hiyo equation. Faith plus reason equals to wholeness. Muda wangu umeenda, kwa hiyo naomba niruke baadhi ya vitu. Nikupe tools. What are the tools for apologetics? Number one tool is the Bible, Scripture. Scripture. The Bible is the primary tool of apologetics because it is God's revelation. Every apologetic argument should ultimately point back to Scripture. So you shouldn't make an apologetic argument that cannot be verified in Scripture or cannot be proved with Scripture. Why? Because Scripture is the ultimate authority. The ultimate authority in apologetics. The Bible says in Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. So the word of God is the final and the highest authority. So every apologetic argument has to drive you back to Scripture. So the first tool that you need in apologetics is Scripture. You have to be full of the word of God. The second tool that you need is logic and reasoning. Logic and reason. Christianity is a rational faith, as we said. Logic helps us to identify contradiction, evaluate arguments, and expose false assumptions. Kwa mfano yule rafiki yangu nilikuwa namuuliza kwamba wewe mara ya mwisho umesamehe mtu dhambi lini? What was that? Nilikuwa na apply nini hapo? Logic, si ndio? Na apply logic, na apply reasoning. Na kwa kuapply hivyo argument zake zote zinazikuta zimeanguka. Yaani ni kama nang'oa stand. Nang'oa stand ya arguments hapo anajikuta hoja yote imelala chini. Hiyo ni the use of logic. The third tool is historical evidence. Christianity is rooted in historical events, tumesema. Really historical events that happened in real time and in real places. So one of the tools that will help you in apologetics is for you to master history. For you to master history. Kuna vitu ukisoma tu maandiko, ukasoma tu injili zile ukazimaster, utaweza kujibu majibu mengi sana. Alafu sikuwaambia pale mwanzoni, this is just an introduction to apologetics. Yaani sio ukatoka hapo ukasema umemaster. This is just an introduction. So I'm just now prompt tu muende mkasome zaidi. These things are available. You can listen to them and you can read books. Hapa mbeleni nitakupa apologists wachache ambao you can read their books. So historical evidence is one of the tools that you can use in apologetics. Kuna mtu anafikiri kwamba ana hoja kubwa sana, hoja nzito sana. Anajifanya anaweza kafikiri amepata ufunuo mkali yani wa kuja kukuchallenge. Kumbe tu hajui historia. Kwa akija tu ukamrudisha kwenye historia, anajikuta hoja yake yote imeisha. Kwa nini? Kwa sababu historical evidence is one of the proofs. Mtu akikwambia Biblia sio neno la Mungu,
Unaweza historically kabisa ukamrudisha tu miaka michache 1940 something hapo, miaka 1900, ambapo tu wafugaji tu wale wachunga mbuzi walikutana na kitabu cha Isaya, yani a huge portion ya Old Testament walikutana nao tu jangwani huko Mashariki ya Kati, wakati wanachunga. Ilikuwa imetunzwa kwenye vyombo vile vilivyotengenezwa kwa udongo ambavyo haviharibiki kirahisi. Examine ile, wakagundua ina miaka zaidi ya miaka mingi sana hata kabla ya Yesu kuja. Yaani hayo maandiko aliyoyatunza, ni kwa mfano kitabu cha Isaya kipo kizima, yaani ni cha miaka mingi sana hata kabla ya Yesu hajaja. Na hiyo sio kwamba hata ni Wakristo waliofanya hivyo, yaani hiyo ni historia, na hiyo ukitaka hadi sasa hivi imetunzwa, ipo. So sometimes we just need history. Key areas to focus on kwenye historia sasa: the life of Jesus, the crucifixion, the resurrection, the reliability of the New Testament documents. Are they reliable? Kuna watu hoja yao ya msingi sana ni kwamba Ukristo bwana ulibadilishwa na Paulo, alafu na barua za Paulo zenyewe zimebadilishwa. Huyo ni mtu ambaye anakosa nini? Historia. Ukielewa historia, vitabu vya Biblia, hizi nyaraka zilivyopatikana na zilivyotunzwa hadi zikafika leo, utagundua kwamba ni hakuna room ya kutempa nazo. They have never been a room. Hasa haiwezekani kwa miaka 2000 vitabu vimeexist. Wewe umekuja leo na miaka yako 17 ndio utuambie kwamba kuna vitu vimeharibika. Kwa hiyo history. The other thing is philosophy. Philosophy will help you to answer foundational questions. What foundational questions? Kumbuka hizi ni tools zinakupa. Ukizichanganya zote zinakufanya unakuwa a good apologist. One is, does God exist? Does God exist? Do you need to know the Bible to know that God exists? One of the proofs of the existence of God in nini? Creation kwa mfano. Yaani ukiangalia tu vitu vilivyo, utagundua kwamba kuna Mungu aliyevifanya vikawa. Ukiangalia vidole vilivyokaa, ingekuwa vimetokea tu, probably labda vingekuwa vyote vinalingana. Lakini kwa nini vidole vinatofautiana size? Kwa sababu kuna mtu aliyekuwa anajua anachokifanya, si ndio? Sasa you can prove things by using philosophy also. What is truth? Kweli ni nini? Hilo swali aliulizwa Yesu na nani? Na Pilato, si ndio? Yesu alisema nimekuja kuishuhudia hii kweli. Swali la kwanza la Pilato lilikuwa kweli ni nini? So that is also an area that philosophy can help. Why is there something rather than nothing? Vitu vimetokeaje? Moral arguments. Kwa nini kuna standard ambayo kila mwanadamu anaamini, asilimia kubwa ya wanadamu wanaamini kwamba kuna unafikiri utu umetokea wapi? Ubinadamu. Kuna watu na viatu. Ubinadamu ni kazi. Watu wanaamini kwamba kuna kitu kinaitwa ubinadamu, si ndio? Hicho kitu kinachoitwa ubinadamu, nani alikianzisha? Kwa nini asilimia kubwa ya watu wanaamini kwamba kuna standard fulani ambayo a reasonable person inabidi awe ana act? Kwenye sheria tu za kawaida kuna kitu kinaitwa a reasonable man's test. Yaani kuna vitu ukivifanya tutajiuliza hapa kabla hatuja kuhukumu. Tunajiuliza what would a reasonable man do? What would a reasonable person do normally? Mtu wa kawaida ambaye ni a reasonable person angekutana na circumstance kama hii angefanyaje? Sasa hiyo reasonableness nani ameiseti kama hakuna Mungu? That should tell you kwamba kuna mtu aliseti a standard. Na japo mwanadamu ameanguka, bado kuna leftovers za ile standard ambayo Mungu ameiweka. Lakini pia kuna kitu kinaitwa world view analysis. Every person has a world view. Unajua kunaitwa a Christian world view. There are also other world views. How people view things. Sasa apologetics examine whether a world view can consistently explain the following things. Hivi vitu ambavyo nitakutajia ni Ukristo peke yake unaoweza ukavielezea. Cha kwanza, the origin of everything. In the beginning God created what? Heaven and earth. Ndio?
Because the beginning of everything is God. Only Christianity can prove haya maswali yote. Cha pili, meaning. Why are we here? What are we doing here? Why were we created? Are we just an accident of nature? Christianity will answer that question. We are here for the glory of God. God created us. Those who are called, they are according to his what? To his purpose. So there is a purpose that is hidden in God. Only Christianity can give you purpose as how God wanted things to be. The third thing is morality. Ukiangalia sehemu ambazo zina Ukristo, hata kama sio Ukristo wa kweli. Hata kama sio Ukristo wa kweli, Ukristo umekuja na morals. There is a standard. Na cha mwisho ni destiny. Life after death. Ukisoma vitabu vya Danieli, ukamsoma Ufunuo wa Yohana, na prophets just in bits and pieces, Mungu aliwafunulia things to come. Mambo yaliyoko mbele. So just to mention a few, that is foundation, just in few words, of apologetics. And I believe kwa kusema haya, nitakuwa nimekupa pa kuanzia, unavoenda kuengage more na kujifunza zaidi na kuweza kuwa equipped zaidi. My time is up. God bless you.